Wengine waende gym kwanza, wacheni kula chakula mingi, tumbo karibu inapasuka, kichwa karibu inapasuka, munalala kwa mkutano mchana, hata hewa munaharibu. Hatuwezi kuwa bila power. Yeah, that is the President Ruto. Siku hizi haachi vitu zingine zipite. Unajua sometime back Ruto alikuwa anaambiwa that he doesn't have to respond to wakina Gachagua because respond ni kama anaendelea kuwapea that platform kuendelea kumattack. So inafaa waache tu waongee as any other president would do. You remember time ya Uhuru alikuwa anaacha tu watu wanaongea. But it seems President Ruto ameamua this time around ukinikujia na kukujia, ukisema nitasema. So kwa hiyo video hapo inaonekana aliamua kuanguka na kina nani, kushuka na kina Gachagua and Matiang'i, si ndio? Umesikia tu vitu ameongea, sitaki nirudie, ushapata clearly, but what prompted this? Sisi tulifanya makosa na mnisamehe. Tulikuwa natafuta kiongozi, tukachagua mfanyabiashara. Huyu sasa amenyang'anya wa biashara wote biashara Kenya. Ako kwa kila sekta. Ile hospitali ya kifahari jana, all the board members of Nairobi Hospital wamekamatwa. Wamekuwa wakisukumwa wabadilishe sheria ndio Kasongo achukue Nairobi Hospital, wakakataa. So polisi wametumika, wamekuwa rounded up wote. Wamefunguliwa different police station ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya ndio William Ruto achukue Nairobi Hospital ikuwe hospitali yake. Huyo ni Gachagua anasema eti tulifanya mistake, instead of kuchagua a leader tukachagua mwanabiashara. And then Matiang'i pia alikuwa na something over the weekend akasema about Ruto, and hapa eti budget inasema ya mwaka huu tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko, kuna watoto wanasaliwa huko, hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Matiang'i criticizing the new 17 billion, the new budget proposed for State House. Sasa that is why Ruto ameamua kuanguka na wao. And that's not all. Wacha turudi kwa President Ruto. Nyinyi si mnajua ule jamaa ako na pepo ya ukabila na chuki na kugawanya watu? Mnamjua hamumjui? Mtu ambaye ameenda kwa kitanda ya ndugu yake ambaye alikuwa anakufa, anaenda kumanipulate will ya ndugu yake ili awanyang'anye wajane na mayatima mali yao. Mtu ambaye ameenda akatia mimba mtoto mwenye yako umri ya mtoto yake, alafu akachukua huyo mtoto akamuua. Anatuambia nini? Huyo ni mtu ya kuongoza mahali popote? Huyo ni mtu ya kuongoza jamii yoyote? Huyo mtu mimi nataka niwaeleze, I am giving notice. Sijui kama tunaelewana. A character who has gone to manipulate the will of his brother, to disenfranchise, to disinherit widows and orphans, and he wants to give us a lecture about stealing. You cold-blooded thief. You cold-blooded thief, stealing from your own brother, stealing from orphans, stealing from widows. You want to give us a lecture? Unazunguka kwa makanisa, unazunguka kwa barabara, unazunguka kwa mazishi. Ate unatuongelesha kitu gani? Mtu ambaye ameenda akatia mimba watoto wadogo kama wanarika ya mtoto wake, alafu anaenda anaua hawa watoto, alafu unatuambia mambo ya mauaji. You cold-blooded murderer, heartless character. You want to tell us, you want to mislead our nation. We will not allow you to mislead any community. We will not allow you to mislead anybody in Kenya. You are not going to be anything in this nation. You belong to the rot in jail. You belong to jail. That's Ruto to Gachagua.
Lakini Kalonzo pia hajaachi wasikia hapa. Si Malava hii nimekuwa mara nyingi. Ni kweli ama si kweli? Lakini wale wamekuwa uongozi 40 years, 50 years, hawajui hata Malava ni wapi. Ati alafu wanataka kuongoza Kenya. Wewe utaongoza Kenya ya nani? Wewe mtu una track record. Una hesabu. Umezunguka kwa wizara zote. Umekuwa waziri ya kila kitu. Lakini haionekani hata kitu kimoja, darasa moja umejenga. Pipe moja ya maji umepeleka mahali fulani. There is not there. Alafu unatuambia sasa umekuwa na akili mingi all of a sudden ati unataka kuongoza Kenya. Si ujaribu kijiji yako kwanza. Ama namna gani my friends? Hatuwezi kuwa bila power. Ni lazima tupate power. Fanyeni kila kitu lakini kifika kwa power. Hatuwezi. Sasa nataka usikize comeback ya Fred Matiang'i hapa. Matiang'i amejibu president. Amemjibu on this. Sasa wengine waende gym. Kwanza wacheni kula chakula mingi. Tumbo karibu inapasuka. Kichwa karibu inapasuka. Mnalala kwa mkutano mchana. Unasumbuka vile nakula kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mimi hujaniona. Hujaniona nikija. Hujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali na huko. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sijakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? All in all, the stage has been set now. The mood has been set for 2027 presidential campaigns and elections ambazo zitakuwa very intense. I know for a fact these elections itakuwa si mchezo. Wacha tu tuone, tunangoja kina Sifuna pia, najua watakuwa na campaign very soon over the weekend. Tuone wao watakuwa na nini kujibu hizi vitu zote zinaendelea pande ya kina Gachagua na pande ya President Ruto. Either way, usisahau kusubscribe ili uendelee kupata updates hapa tu kwa channel yangu ya Ted Agwa. Hatuwezi kuwa bila power. Ni lazima tupate power.